Leo si Tanzania, si Omani, si mashariki ya ardhi wala magharibi yake, si kusini wala kaskazini, kwa muda wa aina yoyote, si mchana si usiku, dunia imegubikwa na kufunikwa na vitu viwili: alkhawfu walhuznu. La ilaha illa, hakuna aliyesalimika. Kila umuonaye kwa nafasi yake ana hofu kubwa. Kila unayemuona kwa nafasi yake, muda wote mkono wake uko shavuni, ana huzuni kubwa. Na laiti ingekuwa Mwenyezi Mungu vichwa vyetu wamevifanya ni transparent, tunaona vilivyomo kwa mwenzio kichwani, tusingesogoleana kama hivyo, kwa sababu wewe una mzigo mkubwa, na ukimtizama mwenzio kama hivi ungekuwa unaona haya maji, ungemkimbia. Umefikia maneno kusema kwamba ingekuwa tunashikiana vichwa kama tunavyoshikiana vilemba na kofia, hebu nishikie na kwenda hapo, kichwa changu singekiweza, nikamatie. Hiyo hofu nilokuwa nayo na huzuni ilonigubika dunia yote. Maana Allahu Akbar, tunaswali lakini tuna hofu, tunaswali tuna huzuni. Si baba si mama, ya salam, si mkubwa si mdogo, niwaambie, si kiongozi si raia, si meneja si mwajiri, wote unayemuona kila mmoja ana hofu, ana huzuni. Imethibiti ile lanabluwannakum bishai'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarati. Lakini tazama mbele, wabashiri sabirin. Tukumbushe kidogo kilichomo katika aya hizi mbili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachotueleza vipi tunaweza tukaepukana na hilo jambo. Huo ndio mtihani wa mwanzo aliopewa mwanadamu wakati anakuja katika ardhi hii. Kumbuka Adam alayhi salam anatoka janna, analetwa huku, aliogopa. Anasemaje Qur'ani? Mpaka Mwenyezi Mungu akamwambia, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun qulna ihbitu minha jami'a. Ameanzia limetokea la kutokea kule kwamba hapakufai tena Adamu, hapakufai bwana. Yaliyotokea, wewe sio mkazi wa huku ambako kule alikaa Adam mzee wetu alayhi salamu, akiwa na mambo makubwa kabisa. Ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma.